sikiliza, hawa wametupisha kiutu uzima. Mimi mkubwa naelewa. Kuna chochote unataka mimi nizungumze hapa, ndio tafsiri ya kupishwa. Sasa mtu useme toka huko unakuja kibubububu maeneo ya watu haya. Wewe. Hiyo hela yote ni? Sasa mjomba hii ndo mali yenyewe. Kwa akija wale tutawakabidhi ya kuwapa hawa. Milioni ngapi? Hii milioni 2 tu. Ndo mali. Haya baba. Fanya hivi. Kwa heshima hapo. Ngoja tusiingie watu wa macho. Ngoja. Hapa. Tusiingie watu wa macho. Hapa. Hii inabidi yani hapa wote kama mahali. Sawa. Wenyeji. Pole ni bwana, tumewacha kidogo, tulikuwa tunajadili kidogo. Ni jambo jema, unaambia kidogo mnatakiwa mpate nafasi ya kuzungumza. Okay. Sawa. Kweli kabisa. Mimi nashukuru kwanza kufahamiana, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nasikia tu maneno yanazungumzwa hivi nazungumzwa lile. Nashukuru nimewafahamu. Ila samahani kama nitawarudisha nyuma. Mlisema binti ana umri gani? Sasa hivi ana miaka 22. Ana miaka 36. Sawa. Na elimu yake? Sasa unajua kipindi hicho kidogo cha yeye anasoma analelewa huko. Alishia darasa la 7 kipindi hicho. La 7 kipindi hicho lilikuwa kidogo lina mata, sio kama sasa hivi. Hiyo ndo nilikuwa nataka nijue hiyo. Tunazungumza. Hilo ndo nilikuwa nataka nijue. Sasa binti ameishia la 7. Ana miaka 36. Amevuka. Umenielewa? Ni mtu mzima, si ndio? Na ukiachana na utu uzima wake, ana mtoto. Si ndio ana mtoto? Hao walisema walikubaliana na mwenzake kila kitu wameweka sawa. Mtoto mwenyewe si mmoja tu. Mtoto mmoja na mzazi mwenzie hajafa, si ndio? Wameshaachana lakini. Hajafa lakini. Yupo hao. Nisikilize, nazungumza na upande wa huko. Kwa kama hajafa, family bado zitaendelea kukutana kwa sababu ya mtoto. Kwa hiyo ni bomu namba 1. na si ndio yule alikuja anaweya hivi. Kapaka rangi yenu ile mnaita bleach, kapaka bleach, si ndio? Si ndio yule? Kaja na kopi vikazi nafagia uwanja. Si ndio huyu tunamzungumzia hapa, si ndio? Ndio. Ana bleach. Ndio yeye. Jambo jema hilo. Na hapa kachola nge. Vijana hao. Za ujana huko wale. Ndio. Chola huko. Na mimi nikasema tikiti bovu liko shambani kwako. Sasa akili kichwani mwako likuoze shambani ama ulipeleke sokoni. Sasa kama mnunuzi ametokea ni kukubaliana. Umeona? Mimi kijana wangu yuko hapa na mimi nikasema sisi tumekuja na 5 hii. Hii 5 tukasema ndo tulichokuwa nacho kwa sababu tunakutua mzigo. Hii tulikuwa tumekubaliana. Sasa ndio maana nasemaje kifamilia. Kwa sababu mtu ana bleach, rangi ile sio ya kwake, kajipiga msasa, kope zile kafagio, ana tattoo. Sasa mtu kama huyo nafikiri anaweza kuwa mke, tukizungumza hivi kawaida. Ila kama mtu ameamua, unaambiwa mwenye kilanga apewi pole. Wewe tukabidhi huyo, sisi tuishi naye, alafu lolote litakalotokea kwetu. Yaani hapo tunakufa kama Wajerumani na tai shingoni. Au kama kutakuwa na changamoto hapo mnaweza mkaturudishia. Hakuna tatizo. Si tumepokea, hamna, mahali imepokelewa kijana wangu, usiwe na shida, usiwe na mahali imepokelewa. Na hakuna deni lolote, si ndio? Kwa hapo sasa hakuna deni lolote. Imebaki ni sisi kupanga tarehe ya ndoa. Au kama kutakuwa bado hamjakubaliana tuwaruhusu mkakae mtukabidhi hiyo hela sisi tumeweza. Hamna shida. Tulitaka tu labda tujue sasa tarehe ya ndoa labda ni lini. Hiyo sasa sisi jukumu letu.
Nyinyi tushawapa mali yenu, sisi tutakaa tutazungumza, alafu tutajua inakuwaje. Sawa jamani? Sisi tuseme asante sana ndugu zangu. Panapo majaliwa tutakuja kuonana jamani. Haya, kwa elini jamani. Kwa twende Mungu. Bado tukisubiri hata chochote. Bwana tuko vizuri bwana. Mimi nitakupigia simu. Sawa. Tuwai. Nitakupigia simu. Hivi vitu vinakaa vinazungumzika.